ndio maana alifurahi sana alipokutana na wewe. Grace akasema alishawapiga wanaume wengi mno, lakini kwa Jennifer imekuwa tofauti kabisa. Ulikutana naye vipi Jennifer? Grace akasema kazi yao ilikuwa ni kuwapiga wanaume wasio na adabu, wanaume wanaopenda kuwasaliti wake zao na nini, vitu kama hizo mtu wangu. Sasa kuna siku wakati wanampa adabu huyu msaliti, Jennifer aliona kila kitu, akavutiwa sana na hiki kitu mazee. Baada ya tukio, Jennifer akawafuata washikaji kuwapa kazi ya kumtandika Timmy. Akasema mpenzi wake amekuwa akimpiga kila siku na amemtaka atoe mimba mara 5. Kila mtu akashangaa mazee. Mara 5? Mnaweza kumpa fundisho kidogo kwa ajili yangu? Timmy alishangaa kinoma hizi taarifa mazee. Grace akasema walipewa nusu ya pesa ili waifanye hii kazi. Timmy akasema Jennifer ni muongo sana, ni msaliti. Niliwahi kumfuma Jennifer na mwanaume mwingine kwenye kitanda changu na bado nikamsamehe. Mwana na moyo sana mazee. Kwa nini? Alikuwa ananitishia kujiua. Kwa hiyo hicho kitu kikanifanya mimi nisimwache Jennifer. Siku ya mwisho mchizi alipotamka kuwa waachane, Jennifer akampiga kibao. Mchizi akusema kitu akatembea tu hapa. Kwa hiyo mkamalizaje sasa? Jennifer alikuwa na mradi wake. Mradi gani huo? Alikuwa anatembea na kila mwanaume mwenye pesa. Mwisho anamuibia pesa zake kwenye simu na kila kitu. Nilimpenda kwa moyo wangu wote. Tulideti miaka 4 sasa. Huyu Jennifer ana pesa nyingi kuliko wanaume wengi tu. Nilipojua kazi yake, nikaamua kuachana naye. Grace akasema angejua asingekubali kuja kuifanya hii kazi. Mwisho akaomba msamaha kwa mchizi na nini, noma sana hii. Na mchizi naye akawa na namna, akawa amemsamehe tu hapa. Baada ya muda, Jennifer akarudi na mbavu 2 hapa. Akasema amekuja kukamilisha kila ambacho alishindwa Grace. Grace akatimua mbio mazee. Acha Timmy achezee. Alichezea kishenzo na mbiwa. Alipigwa kinoma yani. Mmoja si akajichanganya kumfuata Grace, akakutana na nyundo moja nzito mno. Grace akawafuata wengine na nini, walikimbia kinomo na mbiwa. Hali ya Timmy ni mbaya kishenzi. Ikabidi atafute msaada sasa hapa. Mtihani ni kuwa atavuka vipi getini na amefungwa kitu cha umeme mguuni. Noma sana hii. Akakumbuka alivyopigwa shoti mara ya kwanza, mwili unagoma kabisa kuvuka mazee. Huku hali ya Timmy ni mbaya mno. Grace akaona sio kesi mazee, akavuka vile vile tu, akapigwa shoti moja tamu sana, akaganda pale pale. Huku Timmy akapambana kinoma kuhakikisha na kuwa sawa. Yani alikuwa anajipambania kinoma yani. Ikabidi aanze kucross sasa hapa. Akajivuta hadi kwenye friji na nini, akafungua mlango wa friji, akaweka kichwa chake ndani ya friji na nini. Kale ka ubaridi ka kwenye friji kakamfanya apate nafuu sasa. Mwisho akaja kumtafuta Grace hapa nje mazee. Huku dede ameshazimishwa kitambo tu, yani ajitambui. Mwana akamkuta Grace amelala getini na nini, ikabidi ambebe kumpeleka ndani sasa. Dokta akaja kumpa huduma ya kwanza bibie na nini, hatimaye bibie akapata fahamu na nini, vitu kaizo mtu wangu. Timmy naye akuwa mbali na bibie, alikuwa anacheza karibu tu. Mwisho washikaji wakaamua kuwa marafiki tu. Hapa hakuna penzi, ni urafiki kwenda mbele. Sasa hapa tunamaliza kwa kusema kuwa urafiki mpya ukazaliwa hapa mjini mtu wangu, sio penzi jipya tena. Na huo ndo kama mwisho wa tambala hili mtu wangu, linaitwa My Dear Criminal. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurio TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.